Simulizi kutoka maktaba leo zinaanza kwa kutusimulia na kutuweka wazi kabisa sababu zinazofanya kiongozi wa Katoliki alindwe kiasi kile. Sababu ya kwanza inatajwa kutokana na hadhi yake kama kiongozi wa kiroho wa Wakatoliki zaidi ya bilioni 1.3. Hili si jambo la kawaida. Kuwaongoza watu zaidi ya bilioni ni lazima upate ulinzi uliotukuka, yani ulinzi ulionyooka kweli kweli. Kwa sababu yeye ndiye mchungaji mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Ikitokea ameshambuliwa ama kuuawa, inaweza kusababisha mshtuko mkubwa wa kimataifa kwa waumini wake na hata machafuko ya kidini yakatokea. Wakati fulani kwa ukubwa wa kanisa Katoliki, hii inazalisha maadui wengi wa kidini. Hivyo ni lazima kiongozi wa Katoliki alindwe. Lakini sababu nyingine kubwa ambayo tunaambiwa inayofanya kiongozi wa Katoliki alindwe kiasi hichi, kwamba yeye ni mkuu wa nchi ya Vatikani. Papa si kiongozi tu wa kidini, bali pia ni rais wa taifa la Vatikani kama viongozi wengine wa kitaifa. Hivyo ni lazima awe na ulinzi wa hali ya juu kama maraisi na wafalme. Lakini pia iko sababu nyingine ambayo inatajwa inayopelekea kiongozi wa Katoliki Papa alindwe kiasi hichi. Historia inaturudisha nyuma kidogo. Inatuambia mwaka 1981 jaribio la mauaji ya Papa John Paulo wa pili alipigwa risasi na mtu mmoja katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Lakini pia kwa mwaka 2009 kuna mwanamke mmoja aliyemdondosha Papa Benedikti wakati wa misa ya Krismasi. Lakini pia katika historia wako mapapa wengine waliokumbwa na njama za kuuawa au kupinduliwa. Kutokana na historia hii, hivyo inalazimishwa kwamba usalama wa papa uwe mkubwa kweli kweli. Swali lingine linalowaumiza watu wengi vichwa wanakosa majibu yake: kwa nini Papa, kiongozi wa kiroho wa Katoliki, amekuwa akijihusisha wakati fulani kwa kutoa matamko mbalimbali kwenye masuala ya kisiasa? Basi ukweli ni kwamba kwenye kutoka maktaba siku ya leo inasema kwamba Papa ni kiongozi wa Vatikani, yani ni mkuu wa nchi. Papa si kiongozi tu wa kanisa Katoliki, bali ni mkuu wa nchi ya Vatikani, ambayo ni taifa huru. Hii inamaanisha kwamba anashiriki katika masuala ya kidiplomasia, uteuzi wa mabalozi, na anapokea viongozi wale wa mataifa mbalimbali. Sababu nyingine tunaambiwa kwamba kanisa Katoliki historia yake imekuwa ni historia yenye ushawishi mkubwa kweli kweli duniani. Hii ni kwa zaidi ya karne 2000. Kanisa Katoliki limekuwa lina nafasi kubwa sana katika masuala ya kisiasa duniani. Yani tunaambiwa tangu enzi za dola ya Kirumi, mapapa wamekuwa wana ushawishi mkubwa katika mwelekeo wa kisiasa za Ulaya hata dunia nzima. Hivyo leo unapomwona Papa Francis akitoa tamko kuhusiana na nchi fulani, basi elewa tu hili jambo halijaanza juzi wala jana. Yote hii ni kutokana tu na kanisa hili kuwa na ushawishi mkubwa kweli duniani. Sababu nyingine inatajwa ni kuhusiana na haki za binadamu na amani. Mara nyingi Papa amekuwa akitoa msimamo wa kanisa kuhusu masuala kama vile vita, ukandamizaji wa haki za binadamu na ukosefu wa haki za kijamii. Kwa mfano, historia inatuambia leo kwenye kutoka maktaba, Papa John Paulo wa pili alichangia kwa kiwango kikubwa kweli kweli kuangusha utawala wa kikomunisti katika Ulaya ya Mashariki, hasa katika nchi ya Polandi. Lakini Papa Francis wa sasa, huyu naye amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya mazingira, uhamiaji na haki za maskini. Kiongozi huyu anajihusisha kwenye masuala ya kisiasa kwa sababu nyingine. Vatican mara nyingi imekuwa ikitumika kama ndio wasuluhishi wa migogoro ya kimataifa. Kwa mfano, ule mwaka 1978 Papa John Paulo wa pili alisaidia kutuliza mgogoro wa mpaka wa Argentina na Chile. Lakini mwaka 2014 Papa Francis naye alihusika katika upatanishi wa kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba. Na mwisho ni kukumbusha jambo moja: Papa wala si mwanasiasa kama vile ambavyo unaona
Wanasiasa wengine wanashiriki chaguzi ama kuongoza chama fulani, ila tu nafasi yake kama mkuu wa Vatican na kiongozi wa Wakatoliki zaidi ya bilioni 1.3 duniani inamfanya awe na ushawishi mkubwa katika siasa za kimataifa. Kwa sababu hiyo, mara nyingi hujihusisha na masuala ya kisiasa kwa lengo la kuhamasisha amani, haki za binadamu na maadili ya Kikatoliki duniani. Kiukweli yako mambo mengi ambayo yanahusisha uongozi wa Papa, lakini haya ni machache tu ambayo mimi nimekupa sababu ya kulindwa na kwa nini anajihusisha na masuala ya kisiasa.